Unajua, kwa kiasi fulani ni kama vile bado hatujajua faida, yani hatujui uzuri wa kupata mke mwema, yani. Lakini unakuja kuona kwamba maisha yetu yote sisi wanaume, yani yatakuwa na maana nzuri sana na maana kamilifu, na ni rahisi hata kuingia peponi kupata mke mwema. Yani ukipata mke mwema, hata tabia zingine mbaya mbaya kimsingi mtu unaacha. Yani kimsingi kabisa, yani mtu unasema hapana, huyu mimi simpotezi. Hasa kwenye dunia hii unasema yani mimi nasema, wanawake nyinyi tunzeni uwema wenu. Kama we ni mwema, usiigeige wajinga. Asikwambie mtu. Wanaume tunataka mke mwema, sio tunataka, tunahitaji. Yani hilo ni hitajio, kwa sababu hapo ndio njia panda, ima maisha yetu yaende juu au yadondoke. Hapo ndo njia panda. Kwa hiyo wanawake, jamani, bakini na wema wenu. Kama we ni mwema, vumilia, usiige. Ipo siku utakutana na mtu ambaye yani yeye anasema bana, mimi na kwa sababu gani? Kwanza sisi hatuwezi kuishi bila nyinyi. Hatuwezi. Hamna mwanaume yote hivi sijui kamanda sijui ni hamna masuala ukamanda. Mambo hayana ukamanda. Kitu chengine ni kwamba maisha yetu sisi yana maana, kwa sababu mtu unataka familia, ndio atapata maana. Familia, mtoto, mke, ndio unapokuwa sasa ndio mfalme na legacy yako pale unaacha nini, ndio unakuwa. Na sisi wanaume tuna too much wisdom, tuna hekima nyingi sana. Tunazitamani hizo hekima tuje kuwafundisha watoto wetu, ujue, wa kike na wa kiume. Yani mimi mfano, unaona kabisa, yani mimi nikipata mwanangu, yani nitamshepu hivi. Yani hicho kitu nakitaka kabisa, yani. Si unanielewa? Lakini shida yetu iko hapa. Ni nani huyo atakaye mzaa huyo mtoto? Ni nani huyo? Kwa nini awe huyo? Kwa sababu unajua sisi mimi mfano kama mimi nikijizungumzia mimi siogopi kitu kingine chochote. Yani mimi sio kutafuta maisha, unaenda yani unapambana, yani hiyo sio shida zangu. Sio yeye. Yani kutafuta maisha sijui kufanya hivi. Yani mimi nitaenda tu lakini changamoto iko ni kwamba hapo yani nitapatia swala la mke, kwa sababu najuaje? Mimi ninajua potential yangu, najua uwezo wangu, najua naweza kufika wapi. Yani najiona, umeona? Yani hatua zangu nazozipiga sasa hivi najiona kama nitadumu na nguvu hii na nikaongeza juhudi, yani kuna sehemu naona kabisa. Lakini naona kabisa hiyo sehemu naweza kufanikiwa kiurahisi zaidi, na ikiwezekana hata kwa haraka zaidi, nikiwa na mtu sahihi. Nikiwa mwenyewe nitaenda, lakini naweza nikachelewa. Lakini nikiwa na familia naweza kufika haraka, kwa sababu naamini nita unlock yani nitafungua uwezo wangu mwingine ambao sina sasa hivi. Yani uwezo wakati niko mwenyewe kama hivi, hata nifanyavyo, huo uwezo naweza nisiufungue. Uelewa naweza nisifike hizo dimension,
hizo sehemu naweza nisifike, lakini nitakapopata mtu sahihi mtu sahihi, so awe ndo yani awe tu ni mtu fulani hivi muelewa, yani anasema let's do this, tufanye hichi kitu, tutaenda safari pamoja, aisee, naona kama nitakopa mawinguni huko. Kwa hiyo jamani, maisha yetu sisi yanatimia wanaume kwa kupata mke sahihi, na sio watu wote ni wahovyo, sio wanawake wote wahovyo, sio wanaume wote wahovyo. Na mimi ni kama mwanaharakati wa kuhamasisha ndoa na maisha ya kifamilia, nuclear family. Siku hizi extended familia za ndugu, ishi na ndugu nini, zote zinakufa, lakini hata hizi nuclear wanataka kuziua, hizi familia za baba mama mtoto wanataka kuziua. Kwa hiyo mimi napambana vita hizo familia ziendelee, atokee mtu, tutengeneze familia safi, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuongoza.